Nani kama wewe Bwana asubuhi ya leo? Nani kama wewe mtakatifu wa watakatifu? Wewe ni baba yetu, wewe ni mtakatifu asubuhi ya leo Bwana. Tunainua mikono yetu mbele zako Bwana, tunainua mikono yetu mbele zako Jehova, tukisema wewe ni mtakatifu, tukisema wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu mfalme, umekuwa mwaminifu mfalme kutoka Januari Baba, umekuwa mwaminifu. Umetenda mambo makuu katika maisha yetu, umetenda mambo makuu mfalme katika familia zetu, umejalia watoto wetu Baba yetu. Tuna sababu ya kukuabudu asubuhi ya leo, tuna sababu ya kusema wewe ni mwaminifu. Sisi tuko wazuri mbele zako Bwana, ni kwa sababu ya upendo wako, ni kwa sababu ya neema yako Bwana. Nani kama wewe Bwana? Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, Yesu wetu mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Mwambie kila siku,
mtakatifu. Wewe ni mwaminifu Baba yetu. Wewe ni mwaminifu asubuhi ya leo Yesu. Wewe ni mwaminifu Baba yetu. Wewe ni mwaminifu mtakatifu. Wewe ni mwaminifu asubuhi ya leo. Kama Yesu amekuwa mwaminifu asubuhi ya leo katika maisha yako, inulia Yesu sauti yako. Inulia Yesu moyo wako. Mwambie kwamba wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni mwaminifu asubuhi ya leo Bwana. Nikufananishe asubuhi ya leo Yesu. Nikufananishe na nini asubuhi ya leo Bwana? Maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Yesu. Wewe ni mwaminifu Baba yetu. Wewe ni mwaminifu Elisadai. Wewe ni mwaminifu Baba. Nani kama wewe asubuhi ya leo Yesu? Nani kama wewe mtakatifu wa watakatifu? Wewe ni Jehova asubuhi ya leo Yesu. Wewe ni mwaminifu Baba yetu. Ulikuwa mwaminifu wakati wana wa Israeli walipokuita Baba. Ulikuwa mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika maisha yao Bwana, na ukawashindia Baba yetu. Na kuita asubuhi ya leo Baba, ulivyo mwaminifu asubuhi ya leo Bwana, ukatawale maisha yetu Bwana, ukatawale mioyo yetu Bwana, ukatende mambo makubwa Mfalme, ukatende mambo ya ajabu asubuhi ya leo Baba, maana wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu, hakuna mwingine kama wewe. Unatosha Baba yetu. Nani kama wewe asubuhi ya leo Bwana? Nani kama wewe mtakatifu asubuhi ya leo? Wewe ambao unakaa mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Tunapokuita Yesu unakuwa mwaminifu katika mioyo yetu. Tunapokuita Baba unakuwa mwaminifu Yesu, na unatenda mambo makuu. Tunapokuita katika hili kanisa letu Bwana, unaitika Baba na unakuwa mwaminifu katika maisha yetu. Asubuhi ya leo Bwana, pokea utukufu. Asubuhi ya leo Bwana, wacha uinuliwe. Asubuhi ya leo Yesu, wacha uabudiwe, maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mtakatifu Yesu. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe mtakatifu wa watakatifu? Wewe ni Mungu mwenye sifa. Wewe ni Mungu mwenye utukufu. Nikufananishe na nini Bwana? Bila wewe Yesu, siwezi. Bila wewe, bila wewe Yesu, Yesu wangu wewe, siwezi. Bila wewe, bila wewe Yesu, siwezi, 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 siwezi peke yangu. Bila wewe, bila wewe, bila wewe Yesu wewe, siwezi. Bila wewe Yesu, bila wewe Yesu, maisha yangu siwezi, siwezi bila wewe Baba. Bila wewe siwezi, bila Roho wako Baba. Bila wewe Baba.
wako, mwambie Yesu. Tumekusanyika mahali hapa Bwana kwa ajili yako, tumekusanyika mahali hapa Bwana ili tukapate uponyaji kutoka wako. Tumekusanyika mahali hapa Bwana ili tukatakazike kutoka kwako. Tumekusanyika mahali hapa Bwana ili tukapate neema kutoka kwako. Tumekusanyika mahali hapa Yesu ili tukapate uponyaji kutoka kwako. Muite Yesu asubuhi ya leo, mwambie Yesu, nimekusanyika mahali hapa kwa lengo moja tu Bwana, ni kuabudu Yesu. Nimekusanyika mahali hapa Jehova ili uinuliwe asubuhi ya leo. Nimekusanyika mahali hapa Yesu ili ukatukuzwe asubuhi ya leo. Nimekusanyika mahali hapa Jehova ili ukapate utukufu. Nimekusanyika mahali hapa Bwana ukatawale moyo wangu asubuhi ya leo. Nimekusanyika mahali hapa Mtakatifu ili Yesu ukatawale moyo wangu. Usikimi mbele za Mungu asubuhi ya leo. Mwambie Yesu, nimekusanyika mahali hapa pamoja na moyo wangu Bwana, nifanye jinsi wewe upendavyo. Yesu anasema ya kwamba kiri kutoka kinywani mwako, kiri ya maneno kutoka kinywa chako. Mwambie kwamba Yesu, nimekusanyika mahali hapa Bwana, nimenyenyekea chini ya miguu yako Bwana, maana wewe ni mwingi wa rehema, maana wewe ni mwingi wa utukufu. Yesu, takula maisha yangu. Yesu, takaza moyo wangu. Yesu, nifanye jinsi wewe upendavyo, maana wewe ni Baba ambao unatawala. Wewe ni Baba ambao unatosha. Wewe ni Baba ambao unastahili mfalme. Baba, ninakuabudu. Yesu, ninakupenda asubuhi ya leo. Wewe ni Baba ambao unatosha. Wewe ni Baba ambao unastahili. Yesu, unastahili Bwana. Nimekusanyika mahali hapa Bwana, jinsi unavyosema katika kitabu cha Zaburi Bwana, uacha vilivyo ndani yangu Bwana vikakuabudu. Uacha vilivyo ndani ya maisha yangu Yesu vikakupe utukufu. Uacha vilivyo ndani ya maisha yangu Bwana vikakupe sifa asubuhi ya leo Bwana. Pokea utukufu wote asubuhi ya leo. Pokea mamlaka yote asubuhi ya leo, maana wewe ni Baba wa kuabudiwa. Wewe ni Baba wa kupewa sifa. Ulituumba Yesu tukuabudu. Ulituumba Yesu tukuabudu. Lengo letu duniani Bwana, ulituumba tukuabudu Yesu. Lengo letu mahali hapa Bwana ni kukuabudu tu Yesu. Lengo letu mahali hapa Jehova ni kukuabudu Mtakatifu. Lengo letu mahali hapa Yesu ni kukuabudu Baba. Lengo letu kukusanyika mahali hapa Bwana ni kwa ajili ya kukuabudu Yesu. Lengo letu katika hili kanisa Baba ni kukuabudu Mtakatifu. Lengo letu ni kukuabudu tu Yesu. Lengo letu ni kukuabudu tu Jehova. Yeye mfalme wa wafalme, unastahili asubuhi ya leo Baba. Tumwabudu nani kama si wewe Bwana? Tumwabudu nani kama si wewe Yesu? Tumwabudu nani kama si wewe? Tumwabudu nani kama si wewe Mtakatifu? Tumuinue nani kama si wewe? Tumtukuze nani kama si wewe Baba? Oh Yesu, wewe ni wa kuinuliwa. Ulituumba tukuabudu Baba. Ulituumba tukusifu Jehova. Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe Mtakatifu? Nani kama wewe Baba yetu? Utukufu wote ni wako asubuhi ya leo Baba. Oh Yesu, tunainua mioyo yetu mbele zako. Tunainua mioyo yetu mbele zako Yesu. Tunafua mapambo yote mbele zako Baba, ili ukainuliwe asubuhi ya leo. Tunafua mapambo yetu yote Yesu, ili ukapate utukufu. Tunafua mapambo yetu yote ili ukatukuzwe. Tunafua mapambo yetu ili ukainuliwe Yesu, ili ukasujudiwe Baba, ili ukapate nafsi ya kuinulia watoto wako. Tunafua mapambo yetu asubuhi ya leo Baba, ili ukapate nafasi Yesu ya kunenea watoto wako. Oh Yesu, Yesu, tunenea asubuhi ya leo Bwana.
Nena pamoja na mioyo yetu asubuhi ya leo yetu. Mapambo yote tunatoa mbele zako Bwana. Ukapata nafasi ya kutunenea Bwana. Ukapata nafasi ya kunena pamoja na mioyo yetu Bwana. Maana tumekuja hapa Yesu ili utunenee. Tumekuja mahali hapa Yesu ili ukatubariki Bwana. Tumekuja mahali hapa Bwana ili ukatusamehe Yesu. Tumekuja mahali hapa Yesu ili utuinue Bwana. Tumekuja mahali hapa Yesu, wala ambao hatuna furaha Yesu ukatupe furaha. Tumekuja mahali hapa Yesu, wala ambao tunabaki Bwana ukafariji mioyo yetu. Nani kama wewe asubuhi ya leo Yesu? Nani kama wewe mtakatifu asubuhi ya leo? Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mtakatifu Bwana. Sina budi Bwana la kukuabudu asubuhi ya leo Bwana. Nina sababu ya kukuabudu Yesu. Nina sababu ya kukuabudu asubuhi ya leo Mfalme. Oh Yesu. Kuna sababu asubuhi ya leo ya kumwabudu Yesu. Una sababu kubwa sana ya kumwabudu Mungu asubuhi ya leo. Una sababu kubwa sana ya kuinua mikono yako asubuhi ya leo mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante. Una sababu kubwa sana. Ni mambo mengi ambayo Mungu ametenda katika maisha yako. Inua mikono yako, mwambie Mungu pokea utukufu. Mungu pokea utukufu kwa yale ambayo umetenda katika maisha yangu Bwana. Pokea utukufu wote asubuhi ya leo Bwana. Hallelujah. Yesu astahili sifa za moyo wangu, maana uliniumba nikuabudu. Kama wewe Yesu. Hallelujah. Umetukuka juu ya vyote Bwana. Hallelujah Yesu. Nakuabudu. Oh yes. Uliniumba nikuabudu.
sifa za moyo, sifa za moyo wangu. haleluya, Na kuabudu, umeniumba ni kuabudu, na kuabudu, na kuabudu. e Mungu wangu, Mungu wangu, na kuabudu, na kuabudu. Yesu. tumpe Bwana sadaka ya makofi. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Karibu kwa ibada ya leo. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 11 mwaka wa 2025, na tunamshukuru Bwana kwa sababu ametuwezesha kufika hii siku na kukuja kwa nyumba yake ili tuweze kumwabudu pamoja. Anaomba nilete matangazo machache, nikianza kwamba jana tulikuwa na successful welfare AGM. Tulikuwa na successful welfare annual general meeting, na tunashukuru Mungu na asante kwa wale ambao mlikuja in large numbers ili tukaweza kukuwa na huo mkutano. Church choir practice inaendelea. Church choir practice Mondays, Tuesday, Thursday and Friday, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa, kuanzia saa 10 hadi saa 11. 1 hour practice, na kila mmoja ni mwanakwaya, wote tumealikwa. Tutakuwa na center meeting tarehe 22 mwezi huu wa 11. Itakuwa Gesarara PAG Church kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 6:15. Center meeting at Gesarara PAG Church tarehe 22 mwezi wa 11, kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 6:15. Kwaya watapresent wimbo wa Kiswahili, kuzaliwa kwa Yesu na sababu. Kuzaliwa kwa Yesu na sababu, kutoka Luka 2:8 hadi 11. Luka 2 kuanzia mstari wa 8 hadi 11. So wanakwaya, tujipange, tutayarishe huo wimbo ili tukienda ule mkutano tuweze kupresent. Na center meeting ni ya kila mmoja. Kwaya huwa tu ina present wimbo, lakini kila mmoja amealikwa kwa center meeting tarehe 22 mwezi huu. Tutakuwa na 2026 strategic planning meeting. 2026 strategic planning meeting tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu, na all departmental heads tumeulizwa tuweze kujitayarisha, tupange yale ambayo tumeweza achievements za 2025 kama department. Yale mlikuwa mmepanga ni yapi mmeweza kuwafikia na ni yapi hatukuweza kufikia, ili tuweze kujipanga mwaka wa 2026. Kwa hivyo wote ambao tuna lead departments tujitayarishe ili tuweze kukutana hiyo tarehe 12 mwezi wa 12, tukipanga
next year 2026, the activities ambazo tutakuwa nazo. So tujipange vizuri kwa sababu hizo activities ndio zitatupatia kalenda ya 2026 ambayo inafaa kuwa tayari before tarehe 1 Januari. Ladies, tutakuwa na mkutano Jumamosi tarehe 8 kuanzia saa 3 asubuhi. All ladies, wamama wote, zile groups zote, Dorcas, Deborah, Esther, Lois, wote tutakuwa na mkutano pamoja Jumamosi tarehe 8 kuanzia saa 3 kamili, na tumealikwa wote tuweze kufika hapa kanisani before saa 3 kwa sababu mkutano utaanza saa 3. Solomon Fellowship pia hiyo Jumamosi mkutano wenu utakuwa hapa kanisani kuanzia saa 8 kamili. Kwa hivyo tukuje mapema before saa 8 kwa sababu mkutano utaanza saa 8 kamili hapa kanisani. Next Sunday tarehe 9 tutakuwa na Lord's Table, kwa hivyo tujipange. Koinonia Mount Carmel Edition iko kuanzia tarehe 13. Tulikuwa tunadhani ni mbali lakini imefika. Tarehe 13 mwezi huu wa 11 hadi tarehe 16 pale Mount Carmel Fellowship. Na tulikuwa tumejiandikisha, tulitoa pledges, na asante sana kwa wale ambao tumeweza redeem our pledges. Na kama haujatoa pledge yako, tafadhali tufanye hivyo wiki hii ili tuweze kujipanga next Saturday tuanze kununua na kulipa, tukijitayarisha kwa huo mkutano ile Wednesday ingine. So kama ulijiandaa tafadhali tufanye mpango wa kutoa ili tuweze kuwa na kazi rahisi ya kujipanga. Na kama haukujiandikisha, labda huko kanisani na ungependa kusupport hiyo kazi ya Bwana pale mashinani, unaulizwa uweze kusupport ili kazi ya Bwana iweze kufanyika. Kwa hivyo tutilie hili maanani, tuweze to redeem our pledges, tuweze kuwa na kazi rahisi ya kupanga. Anachukua hii fursa nishukuru Jerusalem East ambayo imekuwa on duty, inamaliza zamu yao leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Jerusalem West. Na ninajua tayari wanaendelea kujipanga vile wanaendesha hiyo wiki. Kwa hivyo asante sana, tukiendelea kufanya kazi ya Bwana. Naomba niachie matangazo hapo. Nitaita 2 choirs. Tutaanza na Jerusalem East, tumalize na Solomon. Jerusalem East, then Solomon. Karibu Jerusalem East. Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Oh, Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame, mtapona. Oh, aliyeshinda
kifo mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame mtapona. Mtazame, oh anayeweza yote mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame mtapona. Mtazame, oh Bwana ameinuliwa mtazame, Bwana ameinuliwa mtazame mtapona. Mtazame, mtazame mtapona. Na ilipofika siku
Amen. Solomon. Amenitendea, amenitendea, katika jina lake Yesu, amenitendea, katika jina lake Yesu, oh, amenibariki, 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 katika jina lake Yesu, ameniinua, ameniinua, katika jina lake Yesu, ameniinua, katika jina lake Yesu, oh, amenisamehe, amenisamehe, katika jina lake Yesu, amenisamehe, katika jina lake Yesu, amenisamehe. Amen. Asante sana Solomon, tupigie kwaya zetu makofi mazuri. Amen, amen. Asante sana kwaya zetu za leo. Next week tutakuwa na Jerusalem West, then tutakuwa na mixed choir ya ladies and men. Bwana asifiwe. Ni wakati tunakaribisha wageni ambao wako pamoja na sisi. Karibu sana katika nyumba ya Bwana.
tuweze kubarikiwa pamoja. Asante kwa kuchagua Nyamataro kuwa mahali pako pa kuabudu siku ya leo, na Mungu akubariki. Naomba kama tuko na mgeni anisalimie hivi mahali ameketi. Amen. 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 Wageni wetu tusimame kwa miguu yetu mahali tumeketi. Wageni. Amen. Nisaidie hiyo mic. Wageni watusalimie pale. Ukiwa karibu na mgeni, mkaribishe. Ukiwa karibu na mgeni, mkaribishe kwa nyumba ya Bwana. Wageni tafadhali tusaidie sekunde 30. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Andrew Nyakundi, mkaaji wa Nairobi, na naonelea kwenda kukaa hapa Maliva. Ndio naunda kanyumba namna hii, tumekaa nje sana. Baada ya kuritaya naonelea nikaa hapa nyumbani. Amen. Karibu sana Andrew. Yesu amekuwa na mimi, na hii kanisa nimeipata kuijua kupitia kwa Egesa. Egesa kama nasikiza lile namna hii, nasikiza wanasema tuko na kanisa huko Nyamataro BH. Amen. Mimi nikajiuliza, Amen. Nyamataro BH iko karibu na mahali nachenga, si nitaenda huko siku moja. Yes. So nilipotoka Nairobi ndio nikaona niche leo hapa. Amen. Karibu sana Mr. Andrew. Karibu kwa nyumba ya Bwana. Kanisa na wasalimu wote, hamjambo? Hatujambo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lucy Awino Opanga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimefurahi kuingia kwa kanisa la PAG, manake mimi ni PAG kinyumbani. Na nikiwa Kisii, hapa itakuwa kanisa yangu. Amen. Aliyeni introduce hapa ni Mama Don. Kama yuko kanisa anaweza wave. Mama Don yuko? Ni sawa, mimi hajakuja leo. Nashukuru. Mimi ni mama, niko watoto wawili, Wendy Achieng na Whitney Anyango. Asanteni sana. Erokamano Awino, na karibu sana Nyamataro, na Mungu awabariki Mr. Andrew and Awino. Tukimaliza ibada tutakutana hapo kwa hiyo meza ya ushers karibu na mlango, tuweze kujuana zaidi ili tuendelee kufanya kazi ya Bwana. Asante sana wageni wetu, na asante kila mmoja, na wale ambao mmefanya introduction na mkafanya tukajulikana Egesa. Sio Egesa peke yake. We are international. Na Mungu abarikiwe. Amen. So ni wakati tunaenda kumtolea Bwana sadaka pamoja na saka zetu. Naomba tuweze kuleta sadaka pambele, na wale ambao wanatutazama tunawashukuru na Bwana wabariki. Tukiendelea kufanya kazi ya Bwana, unaweza isupport ukitumia till ya kanisa ambayo ni 331388. Till ya kanisa ni 331388. Karibu tumtolee Bwana. Nyasaye no mia, Akyamone Nyasaye no mia, Nyasaye no mia,
Nyasaye nomia. Sia kowene Nyasaye nomia. Sia gotore Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Sia gotore Nyasaye nomia. Otere twensi Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Otere twensi Nyasaye nomia. Matengere Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Sia kowene Nyasaye nomia. Sia gotore Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Yamataro Nyasaye nomia. Yamataro Nyasaye nomia. Sotere tesi Nyasaye nomia. Toiririate Nyasaye nomia. Sommatengere Nyasaye nomia. Morere Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Manene Nyasaye nomia. Matene Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Nyasaye nomia. Amen, amen, amen. Ningependa niwaulize wale mmeketi kama mnaweza simama tuombee sadaka zetu. Amen. Tuamini tuombe. Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi na neema na kibali Bwana ambacho umetupa kukusanyika mahali hapa patakatifu pako Mungu. Asante kwa sababu ya wanao ambao wametembea madhabahuni hapa Jehova, wamekutolea sadaka zao, fungu zao Jehova na matoleo mengine. Naomba Bwana ukabarikie kila mmoja kadri ya mapenzi yako Mungu. Wamekutolea kwa wingi wao na uchache wao Jehova. Wewe uonaye kwa asili uwabariki katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa wakapokea uponyaji, walio na mahitaji mbalimbali Bwana ukawatimizie mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo. Tubariki wote Jehova katika jina lako. Tutakapoanza tena wiki nyingine tunaomba ya kwamba Bwana ukatufungulie milango na njia ili tena ukatubariki tupate cha kukutolea wakati mwingine Mfalme tutakapokutana mahali hapa. Pokea sifa kwa kuwa Bwana umepokea matoleo yetu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. Amen. Praise and worship. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mmechoka kusimama? Wangapi wamebarikiwa umbali huu? Tunataka tumwambie Bwana amenitendea mema. Amen. Amen. Na tukimwambia Bwana church choir baada ya ibada tukutane hapa kanisani.
Kuna ile wimbo nasema amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Salimia jirani yako mwambie Yesu amenitendea mema asubuhi ya leo. Haleluya. Wewe kuwa kanisani siku ya leo ni Mungu amekutendea mema. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi makofi ya juu kwa Yesu? Haleluya. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Oh, amekutendea mema. Huyu Yesu amekutendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Kama ninua sauti yako mwambie Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amekutendea mema. Mwana wa Mungu amekutendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mwana wa Mungu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu unaweza kufikiria kwamba ametenda mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Amenitendea mema. Mema sana. Aya, weka mikono yako namna hii jamani. Wangapi wanafurahi sababu Mungu amewatendea mema? Mpe shangwe na vigelegele huyu Yesu. Amenitendea mema. Siku ya leo amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Kama ninua sauti yako mwambie amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Wapi vigelegele? Amenitendea mema sana. Amenitendea mema. Kila wakati amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Aya, weka jamani. Ai, wapi vigelegele? Wapi vigelegele kwa Yesu jamani? Alafu tunasema ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana leo twampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Mwana wa Mungu ndio maana leo twampa sifa. Ametenda mema. Shangwe na vigelegele kwa Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ameniokoa. Siku ya leo ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Come on, shout to the Lord. Ndio maana mimi nampa sifa. Ameniokoa. Mwana wa Mungu ndio maana leo nampa sifa. Ametenda mema. Wapi vigelegele kwa Yesu? Ndio maana nampa sifa. Amenipa uhai leo. Mwana wa Mungu ndio
Nataka nione kila moja. Wewe unaitia nani? Inua Yesu. Haya, inua sasa, inuka kidogo.
faithful. Kila mmoja mwambie Mungu ni asante. Asante. Wewe umekuwa mwema, wewe umekuwa mtakatifu Asante, katika maisha. Mfalme. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Asante. Tunasema ni asante kwa kila jambo. Asante. Tunasema ni asante kwa kila neno. Asante. Wewe ndiwe baba yetu, wewe ndiwe Mungu wetu. Asante, Jehova. Wewe ndiwe umetujalia. Pokea Wewe ndiwe umenifanya leo kuwa hapa. Asante, Si kwa ajili yangu tu kuwa hapa Bwana. Pokea Ile tu ni sifa kwa ajili ya zote. utukufu wako. Pokea Ile tu ni kwa ajili ya neema yako. Pokea Mwambie Mungu ni asante. Asante. Mwambie Mungu ni wewe. Asante. Mwambie wewe ni wewe. Ni wewe. Mwambie Mungu ni wewe. Unatoa. Unayeweza yote ni wewe. Unatoa. Watoto wangu ni wewe. Serikali yetu ni wewe. Kanisa letu ni wewe. Umetukuka Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Mwambie Mungu ni asante. Utukufu wote Bwana. Mamlaka yote ni yako Yesu. Pokea utukufu. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu wewe unatosha. Maana wewe ni wa thamani. Wastahili sifa zote. Wastahili utukufu Bwana. Wastahili kupewa sifa Maulana. Hakuna atakayelinganishwa nawe. Hakuna atakayefananishwa nawe Bwana. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu ni wewe unayeweza yote. Ni wewe unayestahili sifa. Unatosha Bwana. Hakuna kama wewe. Nani kama wewe Yesu. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, my Father. Unatosha There's Yesu. none like you today, Lord. Unastahili Baba. We thank you. We bless you. Oh, hallelujah. You are great. There's none like you today. Asante Bwana. Unatosha. Thank you. Nani kama wewe. Asante. Utukufu. Father, in the name of Jesus, Asante. we thank you and we bless you, my good Lord. Asante. It's none like you. You are great always. Lord, you have given us a time. We have heard from your praises. Lord, now we want to hear from you. How do I pray for your blessings? How do I pray for your power? Be with us, Lord, for the remaining session. Thank you. I bless you. For we pray and trust in Jesus' mighty name. Aha. Pigia wanakwaya wetu makofi mazuri. Appreciate them in Jesus' mighty name. Want to thank our good Lord because he has given us a chance and we are here today and we want to hear from him. Kama unaniona fungie mkono wako tafadhali. Salimia mwenzako, mwambie Mungu anakupenda. Salimia yeye vizuri, mwambie Mungu anakupenda. Kuna wageni wengine, salamia hao vizuri. Waambie hapa ni mahali anatakikana kuwa. Na amefanya vizuri, amekuja. Asante hata wageni kwa kuchagua kuwa mahala hapa. Without wasting time, nataka tusome maandiko. And today I want and I read in an English version. I said Isaiah chapter number 6, verse 8. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to my people? Who will go for us? And I said, Lord, I will go, send me. Nyuma yayo nkaigwa manene okoboria ningongo toma na ningora nyare ko bo mutumo ito nkaira na liangateba na oinda ntume.
Baba, katika jina la Yesu, tata selidara Yesu asante kwa nafasi. mbia mona seliba Nasoma maandiko hayo twasomera malikaya pamoja na mkarimani wangu onya ama no monjoreri one tunapo ya tafsiri, ekero toko yakwana guchime mono na kwa wale wanatusikiza, na bali batotegererete Mungu tukabarikiwe sisi zote. omwanene tuseseni wentu Asante sababu utatenda, mbia mona kiagara ngokorole na ni kwa jina la Yesu tumeomba, aselidara Kristo na Yesu kila mtu twasabire. aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Taka nichukue kichwa changu, Ntegete goteba ekirenga kiane being a messenger. kobo yorange gotomwa Being a willing messenger. koba oyorange gotomwa From the verse we have just read, aiga se twasomire korwa it is a verse asking, saying that I heard the Lord asking, nigorire libori rigoteba nga inkaigwa omonene okobori who should I send ningongo toma as a messenger buno omotomwa to my people? gochiasa abantu bane Who will go for us? ingora agende libaga lyeito And Isaiah answered this. na Isaya akairana liga I said, na inche ngateba I will go, nawe inda send me. ntome I want to ask you today, ndegete kokobori rero when you will hear the Lord calling you, ekero koigwa omonene agokorange will you be ready to answer and say you are ready to go? norange koirana liotebe nga nonda ntome Want to ask you again, kokobori na are you a messenger? noro motomwa And who is this messenger? no motomwa oyo nerengo Briefly, I have to say this. ndegete goteba se obwengeiga A messenger omotomwa is a person who's ready no monto orange to deliver the message aire lingana the way it is bonalire from the source. korwa se oyo olimoa Praise the Lord. amen A messenger omotomwa is a person no monto who is willing oyo orange to deliver a aire message lingana from the korwa source se oli omotoma the way it is. bonalire He is not supposed to alter any information. tawanere tigonchoreria ingana linde lyonsi biri lyatebiwa And we as Christians, na intu n'abakristo the Lord is calling us omonene otorangeire to be messengers. toba abatomwa And I want us today naende ntagete intulero be the Lord's messenger toba abatomwa bwa to omonene deliver his message to others. toire lingana lyaye gochiasa And this is what Isaiah is saying. naya naro Isaya agokwana But even if when you are a messenger, kolende nonye koro omotomwa God is not looking for perfect people. nyasaye tari korigia omonto omoikeranu He is looking for those people who are willing. banto bari bareange If you are willing, onye korange gotomwa and deliver the message, oire lingana erigo gotomwa those are the people God is looking for. abona bwa banto nyasaye akorigia Oh, praise the Lord. amen The Bible says ebibilia goteba the name Isaiah elieta Isaya means the Lord is salvation. igemineti nga nyasaye n'omutoria Bwana asifiwe. amen That is the meaning of the word Isaiah. elieta Isaya nabo liminetigo So if I may ask you again, bono nsakokoboli naende people call people names. abantu nigo bakoroka abantu amalieta Parents name their children. abande abaiboli baha abana baba amalieta There's power in a name. chinguru nchirorora ase elieta How do I advise? nga kinko batebiga rero When you take a name to your child, ekeroko omwana o elieta may God be with you. tiga nyasaye amo naye Let it be a godly name. tiga libe elieta likorwa ase nyasaye But that is a. kolendo yino omugano bwe lituko lina But naye today, kolenda rero iga I want to say this. ndagete gokwana iga God is looking for people nyasaye gakorigia abantu who is using or he will use for his service bali aratumeka ase emeremo yaye and who are ready to. bali barange gokora emeremo eyo When Isaiah was called, ekero Isaya arangeretiwe the good thing I liked from him, egente kiana nchire korwa ase when he will go. iga nchiranete nga nkogenda ari The Bible says ebibilia goteba
that he was not perfect, tarenge muikiranu but he agreed to go. kurenda aganchirana He kogenda admitted to go. akanchirana kogenda If I can take you back to verse 7 insago koirania nyuma goche isana so ibere that you understand what I want to say. ligera umanyanga inkingo kwana And let us read in Jesus' mighty name. tigatusoma serieta ya Kristo Yesu. He touched my lips with it and said, see, this charcoal has touched your lips. Now your guilty is removed and your sins are forgiven. Eliaga kuna omonuone Eh. neli ikaraliria Yes. agateba rora likare liri omorero lyakunire bikoba byao Yes. ogosalia kwao kwa rusi wo nebibe byao byabeirwe. When Isaiah admitted that he was going to go where God was sending him, ekero Isaya anchiranete nganko gendara alise Nyasaye ko then mutuma God was now ready to prepare him. Nyasaye akabange komwaligania He prepared him akamwaligania by trying to cleanse and make his mouth talk what he will want him to talk. asogotema komosibia ligero omonua yo kwane liriaga netia kwane Meaning that when God wants to use you, emine tinga ekero Nyasaye atagete gogotumeka when you agree, ekero gwanchiranire you might not be perfect, nabora atoke toli omoikiranu but your willingness korenda asengencho yo gwanchirana will kwao make God to clean you, nkogere Nyasaye will make God to prepare you. nkogere Nyasaye And akwaligania this is what I am saying neke today. na kingo kwana igalero When we are in the service of the Lord, ekero tongo kore emeremo ya Nyasaye the only thing we have to do egento gioka togokora is to agree when God is calling us. no gwanchirana ekero Nyasaye And atorangeire then when you, in your willingness, ekero aso gwanchirana kwao then God will make you, then God will make your mouth, will make your work to be perfect the way He wants you to be. Nyasaye nakoro omonuo nemeremo yaebe buna atagetebe So God is looking for people asego Nyasaye nkorigiara abantu who are not perfect bali batali abaikiranu and who are not pretending to be perfect. nabali batali gwekora ko babaikiranu But when they leave themselves to God, korenda ekero bagwetigera boka abanyene gochiase Nyasaye He will make you perfect in Jesus' nagokore mighty obo name. moikiranu ase erieta ria Kristo Yesu How do I talk to you today? makingo gokwanera That igalero in God's service, ingase ogokorera Nyasaye emeremo have the willingness to agree to do God's work. twara ogwanchirana gokora emeremo ya Nyasaye So you become a messenger obe omotumwa of God in this service, obe omotumwa o Nyasaye ase emeremo yeiga not because you are perfect, tali ase eng'encho ore omoikiranu not because you pretend to be perfect, tali ase eng'encho ogwekora koba omoikiranu but because you have agreed in your weakness korenda ase eng'encho gwanchiranira ase oboreu and in bwao your cleanness, nase ogotaba omochenu and then God will make you perfect in what He wants you to do. Nyasaye agokora obo omoikiranu ase keria atagete okore When we admit and show willingness to be used by God, ekero togwanchirana ligera totumeka amo na Nyasaye God will reveal His perfection through you to His people. Nyasaye naorokie oboikiranu bwao gochiasa abantu God will use you because He will make you look perfect to what He wants you to want. Nyasaye nagotumeke ligera agokora omoikiranu ase emeremo eria atagete okore Isaiah agreed that, Isaya aganchira nayo and then God prepared his mouth. Nyasaye akaligania omonwa oye Bible says ebibilia gateba that he brought some charcoal in his mouth, ng'akareta likara ase omonwa oye and then he cleaned Isaiah's mouth. akarua ororo agasibia omonwa o Isaya Meaning that when Isaiah was going to talk to his people, emine ting'ekero Isaya arenge gochiga kwanera abantu he baye will talk sense and good things. nakwana ebintu ebiya gochiasa abantu How do I talk to you today? nakingo gokwanera iga lero May God get you where you are. Nyasaye akonyora asore May God prepare your mouth wherever you are. Nyasaye aligania omonwa ande osipia asore Oh, hallelujah.
Amen. May God prepare you. Nyasaye akualiganie. May God cleanse your mouth Nyasaye asibye omunwa. for his service in Jesus' mighty name. Asemeremo ya aseli edari ya Kristo Yesu. Oh, hallelujah. Amen. You need to be prepared No gwenera takualigania. so that you can be perfect in doing God's work. Asokokole meremo ya Nyasaye. That is when you become a messenger Naliora abo motomwa. who can really deliver what God wants you to do. Oyora irelinga naliri Nyasaye atagetokole. How do I talk to you today? Akingo kokwanera igalero. That God wants you to come to him the way you are. Nga Nyasaye gatagetocha asale bunole. You don't need to pretend that you are good. Tagwe koranga no muyole. You don't need to make yourself good. Tagwe koranga no muyole. He himself, as God, will prepare you. Erebwe komo nyene buna Nyasaye na akualigania. May God prepare you for his Nga service. Nyasaye akualigania asemeremo ya. Oh, hallelujah. Amen. May God get you and prepare you. Nyasaye akonyole akualiganie. Wherever you are, may God prepare you Sipia sole Nyasaye akualiganie. so that you can become a perfect person Ligero omuntu moikaranu. in his work in Jesus' mighty name. Asemeremo ya aseli edari ya Kristo Yesu. Oh, hallelujah. Amen. It's good to pray. It's good to go to the Lord the way we are. Mbu yako genda ase Nyasaye buna tole. When you recognize your uncleanness, Ekero omanyete nga ayetoli omochenu. when you admit and sought and seek God, Ekero gwanchenana na kumuligi Nyasaye. your uncleanness will never disqualify you from God. Ogotaba omochenu tigogo korusi ase Nyasaye. Oh, I am saying this. Igongo kwana iga. When you know you are unclean Ekero omanyete nga toli mochenu. and you accept God, Oru oro mwanchera na Nyasaye. it will never disqualify you from God using you. Ere tago gotinye koru aso gotumeka. In fact, it sets a stage. In fact, it sets a stage for you Ige kualigania stage yao. so that God can prepare you for great things. Ligara Nyasaye kualigania se binte binene. So how do I talk to you today? Na kingo go kwanera igalero. That when we go to God the way we are, Ingekero toko genda ase Nyasaye buna tole. it sets a stage for you to be clean. Igekolete stage ligare obo monto moikeranu. And this is what Isaiah did in Jesus' mighty Nekena name. ke Isaiah akolete ase liadari ya Yesu. Because the Bible says, Kekore Biblia goteba. we read that, Ntu asoma he iyo. touched his lips. He touched his lips. Agakuna ebikoba byaye. And then with the charcoal, Amoneli ikara. and then his lips were, he removed some gritty from his mouth. Ogosalia kwaye wonsi gokarusiwa ase omonu wayo. So I want to say, Ntagete gokwana iga. may God clean your lips today. Tiga Nyasaye asibye ebikoba byawe. May God remove your gritty. Nyasaye arusi ogosali May kwawe. God reach you for forgiveness of your Nyasaye sins. goikera ase ogokwabira ebibe byawe. May God reach you for his service. Nyasaye goikera ase emirimo yaye. Praise the Lord. Amen. Our healing begins when we admit that we are sinners, and our healing begins when we admit we are sinners. Okogwani wogwaito ni gogogo chake karo tuanchiranire nga intu n'abanyabibe. In fact, when you agree that you are a sinner, Ekero gwanchirana nga ye n'omunyabibe. when you agree that you are unworthy, Ekero gwanchirana nga ye toisaini. that is where your healing starts. Aguno okogweni gwakwa ogogo chake. That is when your perfection starts. Aguno okobo boikiranu bwa obogo chakera. You will become perfect Igora abo moikiranu. when you have humbled yourself Ekero gwekeiria ye bwe for the Lord's service. Digare emirimo ya Nyasaye. And that is where your healing will start. Aguno okogweni gwakwa ogogo chakera. May healing start from you when you agree. Ngakina asabire nga okogweni gwago chakera ime yao. May peace get you in your life. Tigobo omolembe okonyora sobogima bwao. May your newness in life in Christ. Tigobu ya bwao ase Christ Yesu. May Lord locate you Tiga Nyasaye omonene and heal you in Jesus' mighty name. akogweni ase liadari ya Kristo Yesu. All those ones who are healed, Bali bonsi piba gweniwe. the Lord will be happy because you have agreed the way you are. Nyasaye naigubuya ekiagara gwanchiranire bunole. If you are ready and know you are sick Onye korange nande komanyete nga norwale. because of your sins, Asenge nchiye bibe byao. and you accept that God will send you,
Boru oro bwanchira ne Nyasaye agotome. I am just saying, may God allocate you and heal you. Igongo tebanga Nyasaye akonyore aruoro akogweni. Praise the Lord. Amen. If we are willing to surrender our past failures to God, He will not allow anything to stand on your way. I am saying, if we are willing to surrender our past failures to God, He will not allow anything to stand on your way for your future. Anything which will stand in front of you, God will not allow it, because you have gone to Him the way you are. How do I pray for you today? That because you have taken your failures to God, may God remove your failures in Jesus' mighty name. May God walk with you with your failures. You become a great person when you bring your past failures to God. This is what Isaiah did. He said this: Lord, I am here. Send me. Oh, hallelujah. Amen. Where are you when God is calling you? Are you ready for that service? Are you ready for that service? God uses people the way they are. When you agree to hear His voice when He's calling, Amen. When you read in Genesis 41:37. If you can read there briefly. Genesis chapter number 41:37. Let's read there if you are there. Amangana yo akabwenera Farao amona abasumba baye bonse. Yes. Bara akabolia abasumba baye ine ngaitora nyoro omonto ongabuno oyo. Yes. Oli no moiko Nyasaye ime yaye. Elio bara agatebye Yusufu ekiagara Nyasaye okomanyire amangana okomanyirie. Yes. Amangana yonsi. Yes. Ondetalia omanyete naende olena naende ole omongaini bunaye bono nayo orabe omoteneneri bwenka yane n'abantu bane bonsi nabakoigwere buno orabe koko bachika asekerwo kiane kyobogambi oka naondabe omonene gokobwa. Praise the Lord. Amen. The Bible says this: turning to Joseph, Pharaoh said this: since God has revealed the meaning of the dreams to you, you are the wisest man in the land. I hereby appoint you to direct the project. You will manage my household and organize all my people. Only I will have a rank higher than you. What am I saying? I am saying this. When you have agreed to work for God, and when God will allocate you where you are, then He will give you the spirit to make you things right. Joseph was allocated where he was. That is why Pharaoh was saying, where do you get
where can we get a man like this? ngai turanyore omonto ngabunaye In fact, when you read other versions, ekero gosoma ji fashion chinde they say, the Bible says, ebibilia goteba iga there is no man like this one in this world. ondete yongo buno musacho ya sense yonse Why? asengencho ya When you have agreed that God will use you ekero gwanchiranire nga nyasaye ngogotumeka the way you are, bunole then God will make sure, nyasaye naye nekiga yes, that you are very perfect. ingaye n'omonto omwoikeranu pi Then that is now, when there is a problem, ekere mochandoro God will use you. nyasaye nagotumeke When people were angry in those days, ekere abantu barenge gokora ebinto bindi ase amatukari Joseph was there to bring food. yusuf ekere abantu babete n'enchara ase amatukari yusufu akabaretera endagera Wherever Joseph was at that time, anonsi pi yusufu areko berenga chinga gichiro God's blessings were there. amaseseni ya nyasaye no arenge How do I talk to you today? inga kingo gokwanera igarero That when you agreed to do this work of inga God, ekero wanchiranire gokora emereme yiga ya nyasaye when God will allocate you wherever you ekero are, nyasaye akonyorira ndonsi pi asoro you will be a blessing in whatever you do. obogosesenia ase kendi gionsi pi keriorako You will be a blessing in whatever you do. obogosesenia ase kendi gionsi pi You will be keriorako a blessing in any institution you are. obogosesenia andonsi pi asogokora emeremo May God allocate you and make you a blessing to where you are. akonyora ndonsi pi Oh, asoro hallelujah. amen To do this work. tiga twanchirane gokora emereme Bwana asifiwe. monene abakwe I want to give you an example again. ndagete goko omugwekano naende That people God used work, inga abantu nyasaye atumegete ase emeremo yaye not because they were good. inga abaya In fact, some of them were worse. abantu bande igo barenga abo bepi The first person God omonto omotang'ani nyasaye atumegete was Rahab. iga are oise gosoma igoro ya Rahab She was an immoral woman. iga arenga omokungu omotayayi But when her time came, korende kare biro byeigete if you read the Bible clearly, oise gosoma ebibiri buya Rahab did something good. Rahabu agakora egento ekiya And she was ready from her nande akaba ng'ekorwa asare at a fitted. abantu bagokonyo Bwana asifiwe. omonene abakwe Samson was there. Samson nera no ari He was even worse. iga arenga omobepi But God used him anyway. korende nyasaye akamotumeka God will use you also. nyasaye nagotumeka naye The only point I want to bring across to you. egento gioka ntagete gogotebi neki Are you ready to be God's messenger? norange obe omotumu wa nyasaye When you agree the way you are, ekero gwanchiranire bunore God will uplift you. nyasaye nakoimoki korwa insawe And you shall be a person orwarrobo omonto who people will admire in abantu Jesus' mighty baranje name. ase erieta ria kristo yesu Even us in this church, nonya nintu ase ekanisa eye even us in this church, nonya nintu ase ekanisa eye we need you. ntokuganeti When you hear God calling you ekero okoigwa nyasaye agokorangeria for His service, ligera omokorere emeremo for His work, ase emeremo yaye come out and do it in Jesus' mighty esoke name. naende kora emeremo eye ase And you erieta ria shall Kristo Yesu. remain a blessing. nobe gotigarete koro goseseni Not even in this church, tari noe nase ekanisa eyoka wherever you are in Jesus' mighty name. asora ase erieta ria kristo yesu Praise the Lord. amen So God uses people the Ase- way they are. ase igo nyasaye gagotumeka abantu buna bari It doesn't matter that how bad you are. teri kobwati ng'ang'aki ore omobang'ania So God will do you be a good person in nyasaye His work. nagokore obe omonto omuya ase erieta ria kristo yesu I don't know how you will hear God's voice. timanyeti ng'ang'aki oraigwa eriogi ria nyasaye It's good to hear God's voice. mbuya koigwa eriogi ria nyasaye When He calls, when He's calling, ekera agokorangeria agree to be His messenger. ancherana koba omotomu oye I want to give you a small story. ntagete gokoa omogano mokeiga There was a poor woman omokungu nare orenga orora omotaka who had two good cows. obwate abana abaiseke abayaiga Who had two good cows. obwate abaiseke abaya barabera babiri Two good cows. abarabera abaiseke babiri Bwana asifiwe.
I am saying this. Onakuwa nayo. There was once a woman, a poor woman. Omukungu naro mulengo mutaka. Alikuwa na ng'ombe wawili wazuri. Obwate chiombe ibere chingia. 2 good cows. Abwate chiombe ibere chingia. And then as she was in her compound at home, kagenderete ko basenka yaye, thieves came. Abaibi bagacha. They stole the cows. Bakaiba chiombe chiria. Then after the thieves stole the cows, she didn't know what to do. The only thing she did was to kneel down for God. Then she said this, God, you know me. I am a poor woman. People have come here. They have stolen my 2 cows. This is where I get my food. And then today I don't know what I'll do. Then after some few days, the cows were recovered in a chief's camp. Not even the 2 only. More of them. In fact, around 50 to 100 cows. Then she went there. She told the chief, Chief, my cows were stolen. But I can see my cows are here. Then chief said, woman, how can you identify your cows from here? Hallelujah. Amen. Then the poor woman said this, Chief, I want you to allow me. Call people. And then you will see how I am going to get my 2 cows. Then people came. People were laughing. Mommy, how can you identify your cows in this? Then the woman said, in Jesus' mighty name. Nyabaratinga yule. Nyabarati uko wapi? Bwana asifiwe. Amen. In Jesus' mighty name. Nyansana konga yule. Nyansana ko uko wapi? Where those cows were there, the cows heard the voice of that old woman. And then they started shouting. Boy. Told them, come around. And then the cows followed. The cows followed the old woman. Because they heard the voice of who? Oh, praise the Lord. Amen. They heard the voice of who? They heard the voice of the owner. And then what went there? It was a clap, a clap, a clap. And then they said, old woman, may God bless you with your cows. Just go away with your cows. If the cows can hear the voice of their owner. Oh, hallelujah. Amen. Can you hear the voice of your God? How do I talk to you today? As I finish in Jesus' mighty name, I want you to hear God's voice. Wherever He calls, wherever you are, hear God's voice and then respond. Not only hearing God's voice, hear and respond. When you respond,
And then it shall be good with you in Jesus' mighty name. How do I ask you today? Be God's messengers wherever you are. Whatever you do in your institutions, be God's messengers. Isaiah was one, and then God blessed him. You shall be perfect when you agree to be God's messengers. We have failed in God's work because we do not want to be God's messengers. I say to you that a messenger is a person who will take the information or who will do the work from the source without changing anything. His work is just to deliver. Can you be God's messenger? Deliver his work. And then do the way he has instructed you. Am I talking to somebody? May God locate you today so that you become a messenger, so that you know there is a God. There is a God who can uplift you. There is a God who works through us. And this is the God we serve. This is the God we serve. This is the God we preach. Hallelujah. Amen. Oh, in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. May God allocate you wherever you are. God is able to make you the person He wants you to be. And if you are ready, God will always use you. I said, God, He uses even people that you sometimes wonder. So you are not exceptional. The only thing I want to bring to you is that you have to agree. Like when these visitors have come here, when they have agreed to be us in Nyamataro here, and God will bless them. They have already made a decision. And may God bless you as you continue to be here. Oh, hallelujah. Amen. May God allocate you Nyakundi where you are. In Jesus' mighty name. So the old woman made an history when he could call his cows wherever they are, and the cows came. There was one old man again at Ititi. You could hear him talk to his cows. Sema, Mboli. Then ikisema Mboli, unasikia inaitika katika jina la Yesu. Kita Nyasanako, inaitika mahali hiko. If a cow can respond that, Bwana asifiwe. I was happy when I went somewhere yesterday. Somebody could talk to his dog. Bwana asifiwe. Amen. Ananiambia come. And the dog will run. Go. Genda. And the dog will go. That is a visitor. And the dog would behave. Oh, hallelujah. Amen. If God has given you dominion, let us agree today. My brothers and sisters, God has given you dominion to take care of anything in this world. If He has given you dominion,
then why are you hardening your heart? Ninkigeko gerogo kongien koro ya ugaki. Use that dominion Tumio kobuoku kwanyorire. and be who God wants you to Obe be. ori Nyasaye getobe. It is God's job Igere mirimo ya Nyasaye. to uplift you, Gokoimukereria to iguru. make you perfect. Gogokoro moikeranu. Yours is just to agree. Ayege ntogioka no gwanchira. How do I talk to you today? Kingo gokwanera igalero. As you go to your homes, Gokogenda senka yao. agree to be God's Anchira na messengers. kobo motomo Nyasaye. And you will see how God will uplift you. Norore nganga kinyasara ko. Great things will come out of you. Ebinte binane mbisoke korwaso. May God talk to you today. Tiga Nyasaye gokwanera igalero. And then you become His messenger. Oruorobe omotomo. In Jesus' mighty name. Aseria dara ya Kristo Yesu. Taka usimame katika jina la Yesu. Ndage totene na aseria dara Yesu. Want you to stand. Nataka usimame na miguu yako. Ndage totene na magorao. Ukaweze kumwambia Mungu asante. Omotebi Nyasaye mbia mono. Mwambie huyu Mungu Mbia mono Nyasaye. anapokuita Ekero gokorangeria. uitike katika jina la Yesu. Oitabira aseria dara ya Yesu. Ili ukishaitika kama Isaya, Ekero gwa itabira nina buna Isaya. just say I will go, my God. Tebanga ningenda Nyasaye. That is what Isaiah said. Kina kisaya akwanete. Oh, hallelujah. Father, we thank you. Father, we bless you. You are great. There's none like you today. Father, we are here. Tuko hapa Mungu wetu. Jina lako twalitukuza. Wewe ni Mungu umetumba. Wewe ni Mungu umetupa nafasi. Baba wetu, neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Baba, ninaombea wapendwa hawa. Baba, wanaposikia sauti kutoka kwako, Baba, kila mtu akaitike, niko hapa, Mungu nami unitume. Baba wetu, tuondolee uvivu. Fungua masikio yetu ili tukasikie sauti kutoka kwako Baba wetu. Sante kwa wazee hawa, sante kwa kina mama, sante kwa vijana. Mungu wetu, Mungu wetu, utusiwache sababu wewe ni Mungu mkuu. You are great Lord. Lord, how do I pray? As you call people for your work, Lord, I pray that they respond in your name, oh my Father. I thank you for great things. I thank you for who you are, because you are our God. Father, in the name of Jesus, Tata aseria dara Yesu. sante kwa neno lako. Mbia mona singa nchiri ngana leo. Limepita kulingana na mapenzi yako Mungu wetu. Liachira asetole kolengana no bwanchani bwangu Nyasaye. Baba, sasa ukatuweze kutusaidia. Omonene bono tokonye. Unapotuita Ekero gotorangeria. tukasikie sauti hiyo. Toigweli ogierio. Naposikia sauti yako, Ekero tokuigweli ogiriao. Baba, ukubali utupe nafasi Omonene bwanchira no toya. ukaweze kutuinua kwa kazi yako. Ligara tonyale ko bako unyale ko toimukereria. Sante kwa makuta ya tenda. Mbia mona sama neno. Sante kwa kusimama na kanisa hili. Mbia mona singa nchiko tena. Sante akubarikia kila mmoja mwenye amesikia neno hilo. Wacha utukufu kurudie sababu wewe ni Mungu waweza. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba. Na kila mtu aseme amen. Amen. Basi taka nimalizie hapo, lakini kuna jambo moja mbili nataka uniruhusu tufanye. Kuna jambo nataka uniruhusu tufanye tafadhali. Kuna mtoto hapa tunataka tuombe. Mama director, prepare mtoto huyo ili tukamuombe. Unapo leta mtoto huyo, kubali tusome maandiko haya. Unapoleta watoto pamoja, mtoto huyu anapoletwa, tafadhali, mtoto huyu anapoletwa, kitabu cha Samueli ya kwanza 1. Samueli ya kwanza 1, kindly, if you are there. Kitabu cha Samueli, 1 Samuel, chapter number 120. Ninaendelea kuenda polepole hivyo nikingojea mtoto huyo aletwe.
Oh, hallelujah. Yes. Pigia wapendwa hawa makofi mazuri. Bwana asifiwe. Mwamu wake rajibwatenda mwamu. Amen. Kabla sijashika mtoto, hebu salimia umati huo. Bwana Yesu asifiwe. Sini baraka kubwa. Wacha Mungu apewe sifa. Bwana asifiwe. Umbali huu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akimuita babi. Omonesa bakwe. Na uli bagankwa ni kanisa. But namshukuru Mungu. Nashukuru kanisa ya Nyamataro kwa maombi yenu. Na asante kwa support yenu wakati emotionally, even in prayers. I thank you for you. Tianya saba sisenimon. Pastor Angelale, lakini Mungu mimi akinde nje weka. Ngochale gocha. Hallelujah. Leo nami huyu mtoto ni mjukuu wangu. Si leo ni mjukuu. Leo nitakuwa bishop wa mjukuu. Na I thank God for that. Wacha tusome maandiko kidogo tu kwa ufupi. I had said kitabu cha Samueli 1:20, kubali tu tusome tu sababu ya saa. The Bible says 20. And in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel. For she said, I asked the Lord for him. And then 22, but Anna did not go. She told her husband, wait, the baby is warmed. Then I will take him to the tabernacle and leave him there with the Lord permanently. Whatever you think is best, Elkanah agreed. Bwana asifiwe. I only wanted to say this. Wakati mtoto amezaliwa, kuna wakati anatakikana alete. Kama una mtoto nyumbani na hujamleta kanisani, Ana alisema wakati mtoto alikuwa mkubwa alimleta kanisani sababu Ana alikuwa ameambia Mungu ampe mtoto. Na wakati tunapata watoto wetu kama wazazi, that times na wewe unakubali mupate huyo mtoto, basi ni vizuri mumulete imani mwa Mungu. Asante. Mtoto huyu ni mtoto wa mchungaji Cyrus Magati. Mimi namuitanga Mogoa. Iko Mogoa ambaye wengine hawajui. Naitwa hata wewe mami ujui hiyo. Anaitwa Cyrus Mogoa Magati Osoro. Bwana asifiwe. Na huyu mtoto leo tunamwombea anaitwa Deotan Mushindi Osoro. Mtoto wa Reverend Cyrus Osoro Magati na Masi Bochaberi. Leo wameona ni vizuri waleta mtoto huyu kwa kanisa ama kwa madhabahu tukaweze kumuombea. Na huyu mtoto nami leo nitamuombea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu.
Leo hii kwa madhabahu haya namuombea mtoto huyu Deotan Mushindi Osoro, mtoto wa Reverend Cyrus Osoro Magati na mama yake Masi Bochaberi. Na kwa kukubali kwa wazazi hawa, tuombee mtoto huyu, nami kama Reverend Bishop Mbogo namuombea katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa nafasi hii Mungu wetu umenipa ya kumshika mtoto huyu na kumuombea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, mtoto huyu tunamuombea Mungu wetu anapokuwa kama mtoto, umbariki, umuonekanie, umutetee Mungu wetu kwa hali zote kama mtoto. Umuondolee magonjwa yote ambaye yatainuka. Umtetee Mungu wetu anapokuwa kama mtoto. Asante hata kwa wazazi wanapopata nafasi ya kumlea mtoto huyu, wamlee kwa njia zako Mungu wetu. Watafutie fedha zote ili Mungu wetu mtoto huyu aje kuwa ni mtoto wa kutumainiwa na mtoto amelelewa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na mbele la kanisa leo hii Mungu tumeshuhudia kuombewa mtoto huyu Deotan Mushindi Osoro. Na Mungu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu ubariki mtoto huyu kwa hali zote. Mtende mazuri, mkinge na magonjwa yote na utende makubwa. Wacha utukufu kurudia sababu wewe waweza. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba hata tumeamini. Amen. Basi mami. Yes. Sasa mtoto huyu tumemwombea mama director. So tumrudishia wazazi kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wewe kama mzazi tunakupatia cheti hiyo kama hakikisho ya kusema tumemwombea mtoto huyo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Basi la mwisho, kuna jana tulifanya uchaguzi